Hii filamu inaanza na huyu dada. Huyu dada anaitwa Tamara. Yeye alikuwa anafanya matangazo ya moja kwa moja. Huyu yeye ni mtengeneza maudhui. Yeye anadili na sehemu ambazo watu wanadai zinawindwa na mapepo. Alikuwa amekuja kwenye jumba moja. Hili jumba linadaiwa kutelekezwa. Na kuna mtu mmoja anadaiwa kwamba alijiua ndani ya hili jengo. Hili jengo halijatumika tangu mwaka 1998. Binti wa hii familia alijiua ndani ya hili jengo, na familia hiyo ikaamua kuhama kabisa, kuondoka na kwenda kuishi mbali na hili jengo. Sasa muda huo wanaendelea kurekodi, kameramani akaona kuna kivuli cha mtu akiwa anatoka katika chumba kimoja. Hili jambo likasababisha wote watoke hapo na kukimbia. Sasa hili tukio baada ya kuchapishwa kwenye mtandao ya kijamii lilienda mbali sana. Sasa baadhi ya wachambuzi pamoja na watengeneza maudhui ya mtandaoni huko wakaanza kukosoa vikali sana muonekano wa mzimu huo. Wanasema kwamba huu mzimu ulikuwa ni feki, halikuwa tukio la ukweli kabisa, kila kitu kilikuwa kimepangwa. Sasa Tamara pamoja na timu yake ilikutana na ukosoaji mkubwa sana kutoka kwa watazamaji pamoja na wachambuzi huko mtandaoni. Timu nzima ikabidi kukaa kikao. Kiongozi wa hii timu anaitwa Kevin, huyu binti anaitwa Echa, na bwana mkubwa ambaye yeye ni kameramani, yeye anaitwa Yunus. Kevin ni wazi kabisa, yeye ndio alikuwa amepanga kabisa ule mpango wao. Wakaamua kuigiza kama walienda kupata mzimu katika ile eneo. Lile tukio lilikuwa sio la ukweli kabisa. Sasa Kevin akakasirika sana, kwa sababu ni kama walikuwa wajajipanga vizuri mpaka wameshtukiwa. Akaanza kumuuliza Tamara fedha amezipeleka wapi, kwa sababu walipokea fedha nyingi sana kwa ajili ya matangazo. Binti akasema kwamba amekwisha kuzirejesha fedha hizo kwa watu husika ili kulinda heshima yao pamoja na kuongeza uaminifu kwa watazamaji wao. Na binti akasema kwamba yeye lengo lake lilikuwa ni kutengeneza maudhui ambayo ni ya ukweli na sio mambo ya uongo. Binti akasema kwamba kuna eneo moja tu ambalo mama yake aliwahi kumtajia huko nyuma. Sasa Kevin baada ya kuchakata mawazo sana, akuwa ameunga mkono, akapendekeza kwamba wafanye safari mpya, waende moja kwa moja sehemu ambapo mama yake Tamara aliwahi kuhusiana na soko la mashetani. Wakasema kama hii safari itafanyikiwa, basi wataacha kabisa kutengeneza maudhui kama haya. Kweli kesho yake wakaanza kujiandaa kwa ajili ya safari ili kuelekea katika mlima wa Sakal. Kabla hawajaenda safari, Echa akakataa kabisa kutumwa ama kuagizwa na binti Tamara. Akasema kwamba yeye sio msaidizi wake, amkome kumtumatuma. Binti akabaki kaachama tu hapa, anawaza ni nini kinachoendelea, kwa sababu Kevin ambaye ndiye kiongozi wa hili kundi ni mpenzi wake Tamara. Safari hiyo ikaanza. Ni safari ndefu kidogo, ni takriban masaa 5. Wakiwa njiani walikuwa na wasiwasi kama kweli hilo soko lipo ama halitakuwepo. Kama halitakuwepo ni lazima wawe na plan B. Yaani Kevin yeye anachowaza ni lazima watengeneze maigizo, yaani hawawezi kwenda bure, lazima warudi na kitu. Wakiwa njiani, mara ikatokea ajali ndani ya msitu mkubwa. Siku chache baadaye polisi wakawa wamelipata gari likiwa limetelekezwa. Ndani yake wakakuta kuna kamera, kompyuta. Uchunguzi ukaanza mara moja ukiongozwa na kamanda wa kike mmoja anaitwa Rani. Wakiwa hapo pembeni hapa wakawa wamepata kuna hema lilikuwa hapa, kana kwamba kuna mtu alikuwepo hapa. Rani akaamuru ushahidi wote ukusanywe. Akahitaji kujua zaidi hili gari ni la nani na limefika hapa kwa dhumuni gani, na watu waliokuwemo humu ndani ni kina nani na wako wapi. Akaagiza wahusika watafutwe kila mahala walipo na wanakijiji wajulishwe ili wasaidie kwenye huo msako. Baada ya kurejea kituoni, Rani akawa anatazama baadhi ya video ambazo alizipata katika laptop iliyookotwa kwenye gari. Alipotazama akaona kuna video inamuonesha Tamara akiwa na hofu sana, anatoa onyo kwa watu wote ambao wangetamani kuja kwenye huo msitu kwa ajili ya kutafuta soko la mashetani. Akasema kwamba mtu yoyote anayeiona hii video usijaribu hata mara moja kuja kwenye soko hili. Mara akawa amepigwa na kitu kisichojulikana, akatupwa kando. Akiwa hapo kapoteza fahamu. Kuna mkazi mmoja ile eneo akawa amefika hapo, akachungulia tu, kisha akawa amekimbia mara moja. Kamanda Rani baada ya kuchunguza akagundua kwamba mtu aliyekuwa ndani ya gari hilo sio Tamara peke yake, alikuwa na marafiki zake, lakini ni video moja tu imemuonesha Tamara yuko yeye mwenyewe ndiye aliye hai. Rani akaanza kuwaza, je, marafiki zake Tamara wamekufa kweli? Na kama wamekufa wako wapi? Polisi wakaingia kwenye msako, wakaenda moja kwa moja mpaka katika kijiji ambacho kilikuwa kinapatikana kando ya msitu. Baada ya kufika hapo, Rani ameongozana na bwana mkubwa mmoja anaitwa Rahmati. Baada ya kufika hapa wakakutana na bwana mkubwa anaitwa Aba Agung.
huyu yeye ndo mkuu wa hichi kijiji. Rani kafika hapa, lakini sasa hahitaji kabisa kufuata miiko ya hii jamii. Yeye anachohitaji kukifata ni mambo ya sheria tu. Anahitaji kumuona Tamara kwa sababu taarifa zilizomfikia ni kwamba Tamara yuko hapa na ameshikiliwa na huyu bwana mkubwa Aba. Akashangaa sana baada ya kumuona huyo binti kafungwa mikono pamoja na mdomo. Binti kafungwa hivi kwa sababu inavyosemekana ni msumbufu sana, ni mtu hatari mno. Na mkuu wa hichi kijiji akaeleza kwamba huyo binti amepatikana katika hali ya ajabu sana, ndiyo sababu amemweka hapa kwa ajili ya usimamizi na uchunguzi zaidi. Haya maelezo hayakumridhisha kabisa Kamanda Rani. Yeye hakuelewa kabisa hizi mambo. Akasema kwamba kwa mujibu wa sheria binti huyu anahitajika kupatiwa matibabu na uchunguzi zaidi ufanyike haraka. Mwenye kijiji hiki akawa amekataa kabisa, akasema kwamba ni hatari, lakini sababu huyu binti kaamuru kama kamanda na tamko lake linatakiwa kutekelezwa, binti ikabidi kuchukuliwa hapo kwa nguvu. Wanakijiji pamoja na mkuu wa hichi kijiji walijaribu sana kuzuia, walishindwa. Ilibidi kumtazama tu Rani kasha amuru Tamara achukuliwe hapo mara moja. Ratman akaenda kumsii asifanye anachokifanya kwa sababu inaweza kuwa ni hatari, anatakiwa kutii maelezo aliyopewa na mkuu wa hichi kijiji, lakini binti hakuelewa kabisa. Yeye akasema kwamba maagizo yake yanatakiwa kuheshimiwa, yeye ndo mkuu. Rahmati kabidi kukaa kimya tu, inabidi kufuata alichoagizwa na kiongozi wake. Asubuhi iliyofuata Rani akarekodi klipu akieleza namna ambavyo amempata mwanamke msituni huku. Huyu mwanamke anaitwa Tamara. Tamara aliambatana pamoja na marafiki zake wengine, Yunus, Kevin pamoja na Echa. Baada ya muda ikabidi kukaa benchi kidogo, akaanza kupitia tena rekodi ambazo Tamara alikuwa amezirekodi akiwa anaonesha vitu vyake vya thamani kwenye nyumba aliyokuwa anaishi. Katika vitu alivyovionyesha, alionyesha mpaka na picha ya mama yake pamoja na mkufu uliodaiwa kwamba alipewa na mama yake kama urithi. Mama yake amekwisha kufariki dunia. Huu muda ambapo binti alikuwa anaeleza kila kitu anaonesha hapa, alikuwa anarekodiwa pamoja na mpenzi wake Kevin. Kevin alimuuliza kwamba je, kwenye simulizi yako ya maisha umewahi kuwa na hadithi ya kutisha? Tamara kajibu kwamba hadithi pekee alionayo ni hadithi aliyopewa na mama yake kuhusiana na tukio la kutisha lililomkuta mama yake pamoja na mwanamke mwingine anaitwa Nyi Salima. Kamanda ikiendelea kufuatilia kwenye video nyingine akamwona Tamara alikuwa akiomba radhi kwa mashabiki zake kutokana na tukio la mzimu wa uongo. Baada ya Kamanda Rani kuona hichi chote alichokiona, jioni akaenda moja kwa moja kumfanyia mahojiano Tamara. Sasa wakati anaendelea kumhoji, mkuu wa kijiji Abagum alikuwa amesimama kwa mbali nje ya kituo cha polisi. Ndani ya kituo, Rani akaanza kumhoji huyu binti, kwa nini uliomba radhi kwa mashabiki? Binti akaelezea tukio zima kwamba watu walitambua maudhui yao ya uongo kwa bahati mbaya. Binti akasema wazi kwamba hili jambo lilimfanya msimamizi wao Kevin kukasirishwa sana, na baada ya hapo wazo lililokuwa limependekezwa ni wao waende kutafuta soko la mizimu, pengine wanaweza wakapata nafasi ya kujirudisha vizuri katika nafasi yao kubwa ya kuaminika miongoni mwa watu waliokuwa wanawafuatilia, na chaneli yao pengine inaweza kupata umaarufu mkubwa zaidi. Kweli wakafunga safari na kwenda eneo hilo, sababu hakuna mtu yoyote aliyewahi kuthibitisha kwamba hilo eneo lipo kweli ama ni la uongo. Binti akaeleza kwamba ndani ya gari alikuwemo Echa, yeye mwenyewe, Kevi pamoja na Yunus. Wakaelekea katika mlima Harimun. Sasa kwenye huo mlima inadaiwa kwamba ndipo sehemu ambapo wanaweza kukipata kijiji ambacho kilikuwa ni maarufu sana katika kilimo cha sukari kwa miaka mingi, lakini kijiji hicho kwa sasa hakipo kabisa. Lakini kupitia ramani ya mwaka 1920 binti aliyokuwa nayo aligundua kabisa hicho kijiji kinapatikana karibu na mteremko mkali sana wa mlima wa Sakara. Sasa wakiwa safarini, Kevin ambaye alikuwa ni mpenzi wake Tamara akamtaka Echa kuanza kufanya mazoezi kwa sababu anaweza kutangaza yeye, yaani nafasi anaenda kuichukua yeye badala ya Tamara. Tamara alijua kabisa Kevin ana mpango wa kumtoa katika nafasi yake na kumweka binti Echa. Echa na yeye akaiona hii ndio nafasi aliyokuwa anaisubiri kwa muda mrefu, kwa sababu alikuwa anahitaji sana kuwa maarufu, na akaahidi kwamba umaarufu wake pia utasababisha hata chaneli yao kuwa maarufu zaidi. Tamara yuko kimya tu, akaanza kuona kabisa kama mpenzi wake ana mpango wa kumtoa kabisa kwenye hii chaneli. Binti akaanza kuhisi isije kuwa Echa anatoka na Kevi kimya. Kadiri walivyozidi kwenda, barabara ikazidi kuwa ndogo zaidi huko mbele. Kucheka kwenye ramani wakagundua kwamba hiyo njia haikuwa njia sahihi, wamekwisha kukipita kijiji walichokuwa wanatakiwa kwenda, na kibarabara kilivyo kidogo gari haliwezi kugeuka hapo na kurudi nyuma, ikabidi kuendelea tu huko
pengine wanaweza kupata njia. Walivyofika mbele wakakuta kuna gogo limekatisha barabara. Kevin kama kiongozi akakasirika sana, akaanza kulaumu na lawama zote anatupiwa Tamara. Binti akaanza kuona kabisa kama Kevin ni kana kwamba anahisia kabisa kwa Echa, anaanza kumtafutia sababu za kumtoa kwenye channel. Tamara akawa ameshuka hapo na akaanza kutembea mbele. Kevin mara moja akamtuma Yunus aanze kurekodi kila kitu, yani yeye anawadha maudhui tu, anahitajika kupata content kwa ajili ya kukuza chaneli yake. Yunus akaanza kumfuatilia Tamara, mara amuoni hata mbele, akapambana tu, akamkuta sehemu Tamara akiwa anazungumza na mzee mmoja kwa mbali. Huyo mzee akawa amempatia ua la miwa ambalo binti akaliweka mfukoni, kisha akarudi kwa Yunus akamwambia kwamba turudi ndani ya gari. Baada ya kufika huko akasema kwamba amepata msaada kutoka kwa mwanakijiji mmoja, kamueleza sehemu ambapo soko la Machetani linapatikana. Hapo wanatakiwa kushuka watembee kwa miguu, ni kama dakika 30 hivi. Mara moja binti Tamara akaanza kurekodi maudhui ya utangulizi kuhusiana na soko la Machetani, akiahidi mashabiki zake watajionea zaidi na kufahamu kuhusiana na hilo soko. Tamara aliongoza kwa sababu alikuwa anaamini kabisa wako katika njia iliyo sahihi. Baada ya kutembea sana, wakafika mahali ambapo kuna uwanja mkubwa na majengo fulani hivi yametelekezwa. Sasa Kevin baada ya kuona hivi, yeye akawa amefurahi sana kwa sababu maudhui haya yatanoga zaidi. Hem, turudi tena katika wakati wa sasa. Upande wa polisi, Rahmat akamuona mkuu wa kijiji yuko nje anawatazama kwa mbali. Akawa ametoka hapo akienda kumjulisha kamanda Rani kwamba kuna mtu yuko hapa kaja kukuona. Rani akawa ametoka hapo kwenda kuonana naye, akamkuta ni Aba. Baada ya kupata nafasi ya kuzungumza na Rani, akaeleza kwamba huyu binti uliye naye ni binti hatari kuliko unavyofikiria. Aba akawa ameeleza kuhusiana na Nyi Sarima, hakuwa mtu wa kawaida kabisa. Akasema kwamba aliogopeka sana na wanakijiji, aliwahi kumuua mume wake kwa sababu ya usaliti na aliondoa uhai wa dada yake yeye mwenyewe pamoja na mtoto wake mdogo. Wanakijiji wengi sana wa kipindi hicho waliuawa kwa sumu iliyosababishwa na huyo mwanamke, na akawa amemwambia kwamba huyo ule naye hapa ndani sio Tamara bali ni Nyi Sarima. Rani hakukubali kabisa haya maelezo kwa sababu aliona kama hayana mashiko ya aina yoyote, hakuna ushahidi wa aina yoyote. Akasema kwamba huyo binti anahitaji msaada na hawezi kumkabidhi kwa wanakijiji ambao wanaweza kujichukulia sheria mkononi. Aba akawa amekasirika sana baada ya kusikia hivyo, akanyanyuka tu akamwambia binti kwamba kuwa makini, huyo le naye ni hatari sana. Kisha mzee akawa ameondoka. Rani baada ya kutoka hapo akaendelea kutazama zile video alizokuwa amerekodi Tamara. Wakafika kweli katika soko la Machetani. Tamara akaanza kueleza kwamba mahali hapa ndipo soko la Machetani na kwa sasa limetelekezwa kabisa machoni kwa watu wengi. Soko hili lilitokana na mwanamke mmoja aliyekuwa tajiri sana kwa kipindi hicho, alikuwa anaitwa Nyi Sarima. Yeye alimuua mume wake baada ya kusalitiwa na alimuua dada yake pamoja na wanakijiji. Kulingana na simulizi, Nyi mara nyingi hujitokeza tu pale mtu ambapo anahitaji kufanya biashara naye ya miwa ama kumpatia maua ya miti ya miwa. Tamara mara moja akaanza kumuita Nyi Sarima akisema kwamba nimekuja hapa kwa ajili ya kukuona, nimekuja ili tufanye biashara ya miwa. Wakuwa wametulia kidogo, dakika za kutosha, wanamsubiri Nyi Sarima ajitokeza hapo, lakini pakawa kimya tu. Sasa baada ya Kevi kuangalia kama kinatokea kitu, akikutokea kitu, akawa amekatisha kurekodi. Akasema kwamba kama vipi, Echa ingia ndani huko, nenda kachunguze zaidi, rekodini kila kitu. Kweli wakawa wameingia eneo hilo. Wakiwa huko kwenye kuchunguza, Yunus akawa amepaza sauti wakimbie. Wakafika sehemu, Yunus alikuwa na hofu kinoma kwa sababu waliona kuna viumbe vya kutisha eneo hilo, na mmoja wao alikuwa nyuma ya Echa. Wakati wanakimbia, Rani kamanda ndiye alikuwa anatazama kila kitu kilichokuwa kimerekodiwa kwa wakati huo. Mara umeme ulikuwa umekatika kabisa katika kituo cha polisi. Baada ya muda kidogo tu umeme ulikuwa umerudi. Rani akaamua kwenda moja kwa moja kwenda kumuuliza Tamara ili aeleze vizuri kilichowapata marafiki zake ni nini. Tamara akaamua kueleza kila kitu, akasema kwamba kwa sababu Kevin alikuwa hajafanyikiwa kupata alichokuwa nakitaka, akaona kabisa kama hili soko la Machetani ni janja tu na simulizi ambazo zilikuwa zimetengenezwa kwa ajili ya kupapamba hilo eneo. Hivyo akaamua kuagiza wafanye maigizo ya kutengeneza mzimu wa uongo ili jambo lao litimizwe tu, hawawezi kuja bure huku na kuondoka bure. Tamara kwa amepinga kabisa hilo wazo, akasema kwamba hayuko tayari kabisa kufanya maigizo ya uongo ili kuaminisha watu ili eneo kuna mizimu. Kevin akamwambia kwamba inabidi kufanya hivyo. Kevin alikuwa amemlazimisha waanze kurekodi. Tamara, wewe ndio utakayejifanya mzimu. Binti Echa yeye ndio atakuwa mtangazaji. Echa akashika usukani kama kawaida, wakaanza kurekodi. Mara Echa akaganda. Wakatazama pembeni
wakaona kuna watu kibao wanasogea hilo eneo, pamoja na yule kiumbe ambao wao walikuwa wanahitaji kumuona. Salima mwenyewe yuko hapo, na mara moja yeye akaanza kuuliza kuhusiana na miwa ambayo ameahidiwa. Watu ni kutafuta njia kwa hofu. Palichangamka kinoma, wakaingia mahali kwenda kujificha, lakini wale viumbe wakaendelea kuwafuata. Mara wale viumbe wote wakawa wametoweka, pakawa kimya. Walipotoka nje wakiwa na amani sasa waende kutafuta gari, mara wale viumbe kumbe wako hapa, wako bize na mapishi fulani, wanapika vitu ambavyo havieleweki. Basi watu ikabidi kukimbia. Sasa katika mbio, Yunus akawa ameanguka chini na akawa amevutwa kwa nguvu za ajabu. Tamara na Echa walikimbia mpaka ndani ya hema. Echa alivyofika hapo akaanza kusikia maumivu ya ajabu sana nyuma ya mgongo. Kevin akiwa hapo ana wenge kinoma, anasema kwamba Yunus amechukuliwa na viumbe. Tamara hakuwa tayari kabisa kumpoteza rafiki yake yote eneo hili, akataka waende kumsaidia, lakini Kevin akawa amegoma kabisa. Akamwambia kwamba kama unahitaji kwenda kumsaidia, nenda na kamera hii, nenda karekodi. Kweli binti akachukua kamera akaingia kwenda kumtafuta Yunus. Hii ikaonyesha wazi kwamba Kevin hakujali kabisa kuhusiana na marafiki zake, yeye akili zake zilikuwa kwenye maudhui tu. Sasa baada ya binti kuingia ndani ya soko, akamkuta Yunus akiwa amejawa na damu. Kwenye kumtazama vizuri, akashangaa kumuona Yunus alikuwa bize kuchuna mwili wake yeye mwenyewe na anakula. Jamaa alikuwa anapitia maumivu makubwa sana, na jambo hilo aliyokuwa analifanya likasababisha kifo chake hapo hapo. Tamara akawa amerudi mbio kwenye hema. Alipofika hapo, Kevin cha kushangaza anaanza kumuuliza, umerekodi nini? Naomba nione. Tamara akawa ameshangaa sana. Kevin yuko bize kuwaza maudhui kuliko kuwaza uhai wa marafiki zake. Hili jambo likamfanya Tamara kukasirika sana. Wakiwa katika ugomvi, mara wakaanza kusikia kuna sauti za ajabu zinazunguka hilo hema. Mara mwili wa marehemu Yunus uko umetupwa hapo. Kwenye kuugeuza wakatambua kwamba kuna viungo vimenyofolewa, ikiwemo macho yameng'olewa. Wakawa wameshika njia kuelekea mahali ambapo waliacha gari. Baada ya kufika hapo, safari ikaanza ni kutoka kwenye huu msitu, kwani walitoka wanajikuta wamerudi katika eneo lile lile. Sasa saizi mtandao haupo kabisa, na kutazama vizuri saa zao zote zimeganda. Wakajaribu sana kuendesha gari, lakini wapi, wanarudi eneo lile lile wakiwa na hofu. Gari ikuwa imezima kabisa na ikuwa imegoma kuwaka tena. Hofu ikaongezeka zaidi. Tamara kawa amependekeza kwamba kama vipi warudi katika hema, wameacha mwili wa rafiki yake kule Yunus, hivyo warudi kwenda kuuchukua na wachukue kila kitu kilicho cha kwao walichokuja nacho kwenye huu msitu, kisha waondoke kabisa. Kweli kabidi kwenda moja kwa moja kwenye hilo hema, kishingo upande kwa wengine. Baada ya kufika hapo, marehemu hayupo kabisa hilo eneo. Sasa kaenda wapi? Tamara kwa amependekeza kwamba yeye ataingia ndani zaidi kwenda kumtafuta Yunus mahali popote alipo, pamoja na vitu vingine vyote. Kama atachukua zaidi ya dakika 30, wao wengine wote wakimbilie msituni, wajiokoe wao, waachane kabisa na yeye. Binti akawa ametoka hapo kwenda kutafuta vya kutafuta. Sasa baada ya kutoka tu hapo, Echa pamoja na Kevin na wao wakashauriana, wakaamua kuingia ndani tena huko kwenye hilo soko kwenda kumtafuta Tamara ili waondoke kwa pamoja. Kwenye kumtafuta, hili eneo lilikuwa ni safi kabisa, palikuwa hakuna kitu cha aina yoyote. Kwa sasa wanaona kuna vitu vya ajabu, kuna miwa kibao eneo hili, mara kuna miili ya watu wengi sana wako hapa wamekwisha kufa. Hili jambo liko linawashangaza sana. Wanaendelea kumtafuta Tamara, yuko sehemu gani? Mara Kevin anakuja kushtuka, Echa hayupo, yuko wapi? Akiwa bado na hofu, mara kwa amekutana na Tamara. Tamara kwa amemuuliza, kwa nini uko huku? Tamara yeye akasema kwamba hajamuona kabisa Nyi Salima, kwa sababu lengo lake pia la kuja huku kuja kumtafuta, alikuwa amekuja kumtafuta huyu kiumbe, lakini hajamuona. Kevin akamwambia kwamba Echa ametoweka, hajulikani yuko wapi. Sasa wakiwa hapo wakaanza kusikia kuna makelele kwa mbali. Mara wale viumbe wakaonekana hapo pamoja na Nyi Salima mwenyewe kasimama karibu ya Echa, kafungwa kabisa kwenye kichinjio hapa. Binti yuko bize kuwaomba marafiki zake wamsaidie. Anasema kwamba Nyi kasema kwamba dada yake alikata kichwa mahali hapa baada ya usaliti. Nyi Salima hakuwa na huruma hata kidogo, akamuita mara moja Echa ni msaliti. Pengine ni kwa sababu huyu kiumbe alijua Echa alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na Kevin, hivyo Echa alikuwa amemsaliti binti Tamara. Mara moja yule kiumbe akawa amefyatua kile kichinjio, kikamtenganisha kiwiliwili pamoja na kichwa cha Echa.
watu wakawa wamerudi kwenye hema. Baada ya kufika huko wakamkuta Nyi Salima kashafika muda mrefu, kalitia moto. Wakatoka hapo kuitafuta njia kwenda kutafuta sehemu ambapo waliacha gari. Njiani wakakutana na mzimu umeshika kichwa cha Echa. Wakarudi tena kutafuta njia nyingine, wakakuta kuna ibada inaendelea. Hapo wakamwona Eunice pamoja na Echa, wote wamegeuzwa kuwa sadaka na Nyi anatumia damu zao kama sadaka. Sasa huo muda kwenye kituo cha polisi huku Tamara alikuwa anaendelea kutoa shuhuda kila kitu, akaanza kutapika damu mbele ya Rani. Rani akamtuliza. Baada ya muda akawa ametoka hapo, akaenda kukaa pembeni akiendelea na uchunguzi. Kwenye kutazama vizuri akaona video moja ambayo Tamara pamoja na Kevin walikuwa msituni wamechoka kinoma. Kevin akawa ameanguka kwa uchovu kwa sababu pia alikuwa na jeraha mguuni mwake. Sasa katika uchovu wake akawa amegundua kwamba kwa sasa saa yake inafanya kazi. Kunaelekea kukucha kwa sababu ilikuwa ni saa 10:30 alfajiri. Wakawa wamepata matumaini pengine jua litakapochomoza wanaweza kutoka kabisa mahali hapo waliponasa. Wakiwa hapo wakaanza kusikia kuna sauti za watu wanatembea, wakajua ni wanakijiji. Wakawa wamejitosa kwenda kuomba msaada. Kufika huko watu wenyewe hawana hata hivyo vichwa, ikabidi kukimbia tena mbio. Kevin akawa amekata tamaa kabisa, kachoka kinoma. Tamara akawa amemtia tu moyo ili wajaribu kupambana, pengine wanaweza kutoboa. Yamebaki masaa machache tu. Hayo masaa sasa Kevin mwenyewe anaangalia saa yenyewe imeganda tena. Wameshasubiri sana jua alichomozi. Kevin akaanza kusikia sauti za ajabu ambazo mara moja zikamfanya akili yake ipoteze kabisa uangavu. Yaani akili kamluka, kichwa kikaanza kumuuma vibaya mno. Akasema kwamba hataki kabisa kufa akiwa hapa. Mara akiwa hapo Nyi Salima akawa amefika hapo na vijana wake wamembeba juu tu. Nyi anachekacheka tu anapomwona Kevin anahangaika na Tando wanamwingia. Sasa upande wa kituo cha polisi, mahali ambapo Tamara alikuwa amewekwa chini ya kizuizi, binti akaanza kulia kwa nguvu sana. Kamanda Rani akamwonyesha video ambazo alikuwa amezirekodi. Tamara baada ya kuziona akashangaa. Kwa nini kashangaa? Rani ana wasiwasi kwa sababu video zote alizokuwa anazitazama hazionyeshi wazi sawa na matukio ambayo Tamara anayasimulia. Yaani Rani akaanza kuwa na wasiwasi pengine Tamara alikuwa anaficha ukweli. Kuna jambo ambalo yeye amekwisha kulifanya. Yawezekana yeye mwenyewe ndiye aliyeua marafiki zake wote. Tamara alikuwa amegoma kabisa, akasema kwamba Nyi Salima ndiye aliyeua marafiki zake wote. Akasema kwamba hata mkuu wa kijiji Aba anahitaji kumuua. Akiwa hapo Rahmat akawa amefika hapo na akamweleza kwamba kamanda, kiongozi wa kijiji kafika hapa pamoja na wanakijiji wako nje wanakusubiri. Rani akawa ametoka hapo akienda kukutana na kiongozi wa kijiji. Kiongozi wa kijiji akasema kwamba tunamhitaji huyo binti kwa sababu ni hatari. Rani alikuwa na mpango wake tu kichwani. Alipotoka hapo kawaahidi kwamba anaenda kumleta Tamara amkabidhi kwa Aba, lakini matokeo yake Rani baada ya kuingia ndani akabeba vilivyo vya kwake, akamwagiza askari mwingine alikuwa humu ndani, alikuwa anaitwa Juni. Mara moja wakamchukua Tamara, wakapita mlango wa nyuma, wakaondoka naye ili kumpeleka katika kituo kikuu kwa ajili ya usalama zaidi wa binti Tamara. Sasa kwa sababu ilikuwa ni safari ndefu sana, wakawa wamefika sehemu kwa ajili ya kupata chakula. Sasa wakati wanakula, Rani akawa amepokea simu, akawa ametoka. Sasa Juni akiwa hapo akashangaa kumuona Tamara, vidole vyake vya mikono vina rangi ya ajabu kinoma. Akaanza kurekodi mara moja hilo tukio. Sasa upande wa Rani alipokuwa anazungumza na simu, akawa amegongwa kikumbo na Juni. Kumwangalia Juni anatapika damu nyeusi, na sio yeye tu, kuangalia watu wote waliokuwa eneo hili wamekufa vibaya, wametokwa na vitu vya ajabu ndani ya mdomo. Kumtazama Tamara mahali alipokuwa hayupo kabisa, katoweka tu. Yuko wapi? Rani kichwa kimechemka. Nini kinachotokea hapa? Haamini macho yake. Rani mara hiyo hiyo akakumbuka maneno ya mwenye kijiji chake Aba alivyomwambia kwamba huyo mwanamke ni mtu hatari sana, sio Rani halisi unayemjua wewe, ni kiumbe wa giza. Sasa anatambua haya mambo yote, watu wamekusha kufa kwa sababu yake yeye mwenyewe, bila kujua yeye alikuwa anamkingia kifua mtu ambaye ni hatari sana. Anakuja kushtuka, anamwona Tamara yuko ndani ya basi, anaondoka mbele ya macho yake na anamwachilia tabasamu hilo. Sasa ukweli kaujua, lakini kashakwisha kuchelewa. Tamara amekwisha kupata kila kitu alichokuwa anakihitaji. Sasa hapo ukweli ndipo unapojulikana kwamba Tamara alilipia kila kitu kuhusiana na safari ya kwenda katika soko la mashetani, kwa sababu binti alikuwa amekwisha kupangiwa mwili wake kuwa ndo ulisi wa kile kiumbe Nyi Salima. Tangu mwanzo alikuwa na mpango wa kuwatoa marafiki zake kafara katika soko la mashetani, hivyo vifo vyao vyote vilikamilisha kabisa ibada ya tambiko maalum ili Tamara kuwa ndo mlisi wa yule kiumbe ndani ya mwili wake. Mwili huo umemilikiwa na Nyi Salima, hii ikimaanisha kwamba Nyi Salima na nguvu zake rasmi ziko katika ulimwengu huu.
zinaishi. Rani alipambana kumtetea Tamara bila kujua kwamba alikuwa anamtetea kiumbe wa kishetani ambaye alikuwa na malengo yake ya kumiliki kabisa mwili wa Tamara. Ngoja nikuchambulie kitu kwa umakini zaidi ili unielewe. Haikuoneshwa wazi moja kwa moja kwamba Tamara alikuwa na uhusiano na Nyi Salima, bali tukirudi katika mantiki yenyewe inaonyesha wazi kwamba mama yake Tamara alikuwa na uhusiano kabisa na Nyi Salima. Kwa nini? Ni kwa sababu Tamara alisema alipata stori yote hii kutoka kwa mama yake aliyefariki. Tamara alikuwa na mkufu ambao ulikuwa ni mkufu wa urithi wa mama yake. Huo mkufu alionekana Nyi Salima akiwa ameuvaa tena, unafanana kabisa hivyo hivyo, na jina kamili la huyu binti alikuwa anaitwa Tamara Tiwi. Tiwi linamaanisha tebu kwa Kisunda. Tebu ndio kiini cha ibada ya biashara ya Nyi Salima. Hili jambo linaonyesha wazi kwamba Tamara alikuwa na uhusiano wa kipekee kabisa na Nyi Salima. Tamara baada ya kufika kwenye ule msitu, kuna ule mzee alimpatia maua fulani hivi, maua ya miwa au ua la tebu, kabla ya kuingia soko la mashetani. Hii inaonyesha wazi kwamba binti Tamara alikuwa tayari ana ufunguo wa kila kitu. Hata yule mzee aliyempatia njia ya kuelekea sehemu hiyo alimuita jina Nyi Salima. Kabla haya mengine yote kuendelea, subscribe, comment, karibu.